Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena. Nimeweza kurekodi video. Kabla ya kwenda mbali, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa nguvu zako, asante kwa sababu unatupenda, unatujali. Wewe ni Mungu wetu, Mungu unayetupenda sana. Asante kwa siku njema hii ya leo ambayo Bwana umekuwa pamoja nasi. Uweza wako umetufunika, nguvu zako zimekuwa pamoja nasi. Hata Bwana umetuwezesha kuweza kuwa hai. Baba, ninasema asante katika jina la Yesu. Na Baba, tunapoenda kujifunza somo hili, endelea kutufundisha. Tunatamani kujua yale yaliyofichika. Bwana tusaidie, uweza wako ukatupiganie na nguvu zako zikapate kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Basi kipindi kilichopita tulianza kwa ufupi kuelezea somo hili. Nilianza kuelezea somo hili ni lipi na linakuwaje. Nilisema kuwa watu wengi tunadhani kuwa tuna Roho Mtakatifu, lakini hata kama tunaye kwa kiasi sana, hatujampa kipaumbele kama ipasavyo. Kwa hiyo na nikasema mwanzo pale tulitubu kwa Bwana Yesu peke yake. Yeye ndo ana uwezo wa kutusamehe dhambi. Lakini nikasema tutajifunza zaidi jinsi ambavyo katika ulimwengu wa roho huu ambao ni wa nuru, Mungu anavyofanya kazi. Basi leo sasa tutaendelea kuanzia hapo kwa tulitubu kwa Bwana Yesu. Sasa tunatakiwa kujua zaidi kuwa tulitubu kwa Bwana Yesu na Bwana Yesu alitusamehe na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na sasa tufahamu kuwa tunapaswa kufahamu kuwa maombi haya au kazi yoyote ya Mungu inafanyika kwa Utatu Mtakatifu. Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na katika Utatu huu Mtakatifu, kila nafsi ina kazi yake ya kufanya, ambayo ni kazi kamili kabisa. Kuna kazi ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila nafsi ina kazi yake. Kwa hiyo hatupaswi kuacha kuipa kipaumbele nafsi moja na kuweza kuipa kipaumbele nafsi nyingine. Sijui, lakini najua ninaeleweka kuwa kila nafsi ina kazi yake. Mfano tukiachana na uumbaji, tukianza kuelezea kuhusiana na wokovu wetu. Maana ndio hicho kipengele ambacho tuko nacho. Tunatamani kufika mbinguni, lakini hatuwezi kufika mbinguni bila wokovu, hatuwezi kufika mbinguni bila kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama wewe hujaokolewa, ni vema uanze kwanza kuokoka. Haya masomo hayatakufaa sana, lakini wewe ambao umeshaokolewa, haya masomo yanakufaa. Kwa hiyo tutajifunza sasa kazi ya Mungu Baba, kazi ya Mungu Mwana na kazi ya Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama nilivyosema kuwa kila nafsi ina kazi yake, tena kazi iliyo kamili kabisa. Kwa hiyo tutajifunza kazi hizo. Kwa hiyo kazi ya Mungu Baba ilishafanyika na inaendelea kufanyika, na kazi ya Mungu Mwana katika wokovu ilishafanyika na inaendelea kufanyika, na kazi ya Roho Mtakatifu ndio sasa inaendelea. Kwa ufupi tu, kazi ya Mungu Baba katika Utatu Utakatifu, kazi yake pamoja na uumbaji aliyoumba mbingu na nchi, kazi yake kubwa ni kumtoa mwanae. Alimtoa mwanae pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ukisoma katika Yohana sura 3 mstari wa 16 utaona hilo. Na pia alivyosikika sauti kuwa ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa niaba yetu, Yesu Kristo alisema nitume mimi Bwana.
Kwa hiyo Mungu akawa amemtuma. Mungu alijua mateso ambayo ataenda kuyapata, lakini alimtuma kwa sababu alitupenda sana sisi wanadamu, na hivyo akawa amemwachia yeye Yesu aje duniani ili tuwe na uzima wa milele. Na kazi ya Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo ni kuja duniani, akaacha enzi, akaacha mamlaka yote, ni kuja duniani ili sisi tuweze kupata wokovu. Akazaliwa katika hali duni sana, akasulubiwa kwa mateso kwa dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake sisi tukawa tumepona. Kwa hiyo ndo kazi kubwa aliyokuja kuifanya duniani. Anasema alijeruhiwa kuliko mwanadamu yoyote duniani. Kwa hiyo alipokuja alileta wokovu. Ndio kama unaweza kusoma katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, alileta wokovu. Na alikuja kutuokoa, na ndio maana tunatubu kwake tu. Hata kama mtu anasema ana dini safi sana, hawezi kutubu kwa yeyote ila kwa Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo Yesu Kristo peke yake ndo ana uwezo wa kutusamehe dhambi na kutupa uwezo wa kushinda dhambi. Ukisoma Yohana sura ya 14 mstari wa 6 pia utapata. Pia kila mtu aliyemwamini Yesu alipata uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Ukisoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kazi hiyo. Na sasa kabla ya kuondoka, Yesu Kristo alituachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ndio iko sasa hivi. Sasa ni kutufundisha yote na kutuongoza na kututia katika kweli yote. Yohana sura ya 16 mstari wa 13 tunaona hilo. Baada ya kusamehewa dhambi, watu wengi huishia hapo. Hatukamilishi Utatu Mtakatifu. Tunaishia kwamba tumeshaokoka, tunamwamini Yesu na tunamuomba na kumtegemea Yesu. Basi sio vibaya kumuomba na kumtegemea Yesu, lakini sio vibaya kumtegemea Yesu, lakini tunatakiwa tupige hatua zaidi ya hapo kwa kukamilisha Utatu Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kukamilisha Utatu Mtakatifu wa Mungu. Tunakamilishaje sasa? Ni pale ambapo tutampa kipaumbele Roho Mtakatifu, na tutaendelea kujifunza huku jinsi gani sasa tunaweza kumpa kipaumbele Roho Mtakatifu. Basi mpaka kufikia hapo naona nimefikia mwisho wa video hii. Tutakuwa na video nyingine tena muda si mrefu. Mungu akubariki sana. Kama bado subscribe sasa. Na pia ulike na kushare ili watu wengi waone video hii. Pia ukomenti ili niweze kujua ni jinsi gani naweza kufanya hizi video zikawa nzuri zaidi. Basi Mungu akubariki sana na Bwana Yesu azidi kuwa pamoja nawe. Nakupenda. Shalom.